Kwa jina langu halisi naitwa Ahuka Daniel. Ya ndio jina langu nilopewa na wazazi. Ya King Daniel, mimi nilianza kuigiza, nilikuwa nikiimba shuleni hapo. Nilipoanza muziki kama 2000 na ngapi hivyo. Nakumbuka kama sahau 2005 nilikuwa naigiza kwenye radio ya wananchi RPA. Tulikuwa tukiigiza kwenye klabu Burundi Sida. 2006 nilikuwa naigiza kwenye kundi linaloitwa Ajekosip. Tulikuwa tunafanya mazoezi hapo Kinama, kwenye zone ya Kinama. Na kuendelea kuigiza, niliigiza hadi DRC kwenye kundi lilikuwa linaitwa UGG. Nilipotoka hapo ni 2010, nikarudi Burundi 2009 hivyo, karibu 2010, kwa sababu 2008 ndio nilikuwa Kongo. Sasa nilipoendelea kuigiza nikaunda timu langu ilikuwa inaitwa TGG Utaipenda. Sasa kwa kule kuigiza kwangu ndo wakawa wananipatia King, ndo ule ukingi umetokea King Daniel, unasikia. Lakini zamani hapo kwenye muziki sikuwa naitwa King Daniel, nilikuwa naitwa Prince Ixon K. Hapo Prince Ixon K ni jina langu lilivyoanza kuchana, kwa sababu mimi ni rapper tena naimba mingine miondoko, ndio nilikuwa nabatizwa ile jina la kutoka Prince Ixon K nikakuja kuwa King Daniel pale nilipobadilisha kuimba gospel, ndio chanzo cha kuitwa King Daniel. Ya changamoto ni nyingi sana. Nakumbuka kipindi tulikuwa tunatoka Kamenge, hapo kwa mimi Daddy Face yuko Marekani na mwingine jamaangu anaitwa Nyoni yuko Kenya. Tulikuwa tunatoka Kamenge tunakwenda tunakwenda ya mguu hadi Nyakabiga. Tukienda Nyakabiga tunaenda kwenye MRM studio. Tunazunguka kusema tunatafuta connection mbalimbali ili tutoke kimuziki. Hapo ndo naweza nikasema kuna changamoto. Kuna sehemu moja tulivofika, tulifika sehemu bomba ilikuwa limepasuka. Ilibidi tunayo miguu kwa sababu vumbi ilikuwa ni nyingi sana. Lakini changamoto kubwa kuliko ni wakati nilisimamia album kwenye Centre Jeune Kamenge. Nilikuwa mtunzi, nimesimamia album nzima, nyimbo ya kundi nzima, tulikuwa kama watu 28. Ilikuwa inaitwa Declaration des droits de l'homme. Na ilikuwa mara kwanza kuweza kufanya nyimbo kwa pamoja tukiwa watu kama hao. Nilifanya huyo wimbo na nina haki ya kuoa nikitegemea kwanza kama nitapata hata mkwanja fulani, kwa sababu tulikuwa na sponsor kutoka nchi mbalimbali kama IFA Civic na Ministère des Affaires étrangères d'Allemagne. Yani zilikuwa zimewekeza kwa project na Centre Jeune Kamenge, ila msimamizi alikuwa ni Karara Kim. Lakini kilichoniuma sana, tumeweza kuimba, nimeperform yani vizuri sana na watu walipenda, lakini tumemaliza kuimba soda 2 ndio tumekunywaga bila kupewa talaki ngapi. Nilikuwa nategemea talaki 5 hivyo, lakini iliniuma sana kuona naweza nikatumia kipaji changu kiasi kikubwa hicho alafu nikanywa soda 2 tu. Muziki mimi nimeanza muziki toka utotoni, kwa sababu nilikuwa mdogo, nilikuwa naimba kwenye Sunday school. Nakumbuka mamangu amebatizwa nikiwa na miezi 4 nimezaliwa. Yani nimekomalia kanisani, nilikuwa nikiimba hadi kuingia vizuri kusema kuingia kwenye career ya music. Naweza nikasema kama wimbo wa kwanza Baby Doll number 1 ambao tumerekodi Kirimba Art kwa Romeo ilikuwa ni 2005 na tukafanya na video yake 2005. Hapo ndo ilikuwa kuingia muziki, naweza nikasema kuingia studio mara ya kwanza. Yeah. Amna Canada ni kuja kama wengine wanaenda kuchukua mahali ya kuishi, yani kwenda kuishi tu kama kuishi. So nilikuja kimuziki hapana, sikuja kusoma, nilikuja kuishi Canada, nilikuja na wazazi wangu, nilikuja na familia yetu, tuko kama watu 40 katika familia yetu tukiwa hapa Canada. Kwa tena tunaishi katika province moja. Wengi tunaishi katika city moja, kwa sababu nimeshatoka Ottawa, sasa hivi niko Fredericton. Ya so virahisi sana, kwa sababu unajua hata nchini hata kama watakubania, lakini kuna wengine wata play party fulani kwa kuweza kusupport.
lakini ukiwa ugenini tena watu najua so hatuongei Kiswahili, watu wanaongea lugha tofauti, hata kama ni Kiingereza na Kifaransa, lakini inakuwa ni vigumu kidogo. Lakini kwa sababu tunafanya kazi ya Mungu, Mungu mwenyewe anatuwezesha na anawaleta watu kuweza kutupush kidogo kidogo, na tunashukuru ambacho tunakipata na sehemu tunayofikia kwa sasa. Nafanya miondoko mingi kwa sababu mimi nilivyoanza kimuziki nimeanza na hip hop. Mimi ni mwana hip hop kabisa, hata nikiwa nalala nikistuka tu hivi naanza kuchana. Kidogo kidogo tu nimeenda nimeendelea kidogo kuweza kufanya R&B, nafanya raga, nafanya zingine style, nafanya kama nafanya afro, yani na style tu nyingi naweza nikafanya, nafanya hata techno. Kuna style nyingi huwa nazifanya, inategemeana na moodi na inategemeana na wimbo fulani ambao nimeutunga. Ubaguzi wa rangi kwenye muziki hapa Canada, niweze nifafanue kidogo. Unajua kama ubaguzi uko kila sehemu, lakini kama muziki wa Afrika unakuta muziki hujapenya sana kama sisi wenye hatujakuwa na power play kubwa. Unajua mtu ukishakuwa mkubwa, hapo ndio unaweza ukaingia kwenye zingine stage. Lakini kama bado ungali mdogo, muziki inabidi kwanza upenye sana, ufike kwenye high level ili uweze kupata na power play kwenye wengine wasanii. Ndio maana siwezi nikazungumzia hiyo ubaguzi, kwa sababu ubaguzi upo, utakuwepo milele. Naweza nikasema na album moja iko na nyimbo 8, lakini nimeachiaga nyimbo 7 tu. Wimbo moja hadi leo uko jikoni, sijaweza kuupika vizuri ili niutoe. Kuna baki verse moja ambapo nilikuwa nasubiria collabo. Ilikuwa ni collabo ningefanya na mtu mwingine, ni ya hip hop, lakini sikuweza kuiachia. Na nitaimalizia tu. Na albamu yangu ya pili iko jikoni na nyimbo karibu 10 ziko jikoni kwenye producer mbalimbali. Kuna zimoja ziko kwa Trick on the Beat kama nyimbo 4, kuna zingine ziko Key Records. Kuna nyimbo nyingi kabisa ziko. Albamu yangu ya pili, watu wakae mkao wa kula wataipata. Kama nilivyosema hapo mwanzo, nimepitia changamoto nyingi kwa kuweza kufikia hata ku studio. Sasa kwa nini mimi nisiweze kusaidia wengine ili waweze kuwa na uwepesi kidogo, ule ugumu niliopitia kwa kutoa nyimbo wengine wasiupitie. Ndio kama nilivyofungua hiyo label Robot Trust Entertainment. Na so hivyo tu nilivyoanza nilivyofika huko 2012, 2014 mwishoni nimeanza kusupporti kundi la hapo kanisani kwetu Fekabuka Mengi, kundi linaloitwa God Chosen. Ndio hapo nilianza kuwa support, na nilikuwa nafikiria kuweza kufanya label kwa sababu niwe na wasanii wengi wenye nitaweza kuwa nasaidia katika njia hii wala nyingine. Lakini 2010 nakumbuka vizuri sana, 2015 tumeendelea tunatumika lakini hatuna label. 2017 wakati nilisign wa God Believers, na 2018 pale nilipofanya ule wimbo wa Mfatu Kuwoko, ilinijia tu nikasema kwa nini nisifanye label? Niko na wasanii wenye na manage. Kwa sababu gani nisifanye label? Ndio ikatokea nifanye Robot Trust Entertainment. Urashaka makuru mashasha meza kandagezweho? Fyunda subscribe kuri Ami Show TV. Amasanamu meza akozwe kubinga budasanzwe. L Trending iriho kubganyu. Barindwi mwifuza indirimbo zikozwe kubinga bwa none. Good mixing and mastering. Ghana Key Records. RTB with the key to success.